Kwandiko Paulo yandikiye Abefeso, barua ya Paulo kwa Waefeso, bice n'ibitandatu umurongo wa 18, sura ya 6 mstari wa 18. Kwandiko Paulo yandikiye Abefeso, barua kwa Waefeso, bice bitandatu 6 umurongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Tusome kwa jina la Yesu. Aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso. Amen. Amen. Tuagize salini daima kwa nguvu ya Roho, mkiomba mnayohitaji. Msitoke kukesha na kuwaombea watakatifu wote. Amen. Mashina. Turagirize mu rwandiko rwa Yakobo, waraka wa Yakobo. Umuntu ufite Biblia ya jambo ry'Imana arasoma n'ibice 5:16. Aliye na Biblia neno la Mungu sura ya 5 mstari wa 16. Basi naona kusoma mu Kiswahili na none tutakuja kusoma baadaye kwa Kiswahili. Rwandiko rwa Yakobo ibice 5:16. Yakobo 5 mstari wa 16. Biblia jambo ry'Imana yavuze ngo yego muje mubwirana inzaha zanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara isengesho ry'umuntu w'intungane kugira ububasha kandi Imana ikoresha umurimo wayo. Amen. Imana ikoresha umurimo wayo. Basi mungamieni dhambi zenu na kuombea mpate kupona. Maana sala ya mwadilifu ina uwezo mkubwa akisali kwa bidii. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Subira pasi. Maana sala ya mwadilifu ina uwezo mkubwa akisali kwa bidii. Biblia inavuga ngo mwature ibyaha zanyu. Biblia inasema tuungameni dhambi zetu, musabirane na tukiombeana kugira ngo mukizwe, ili tupate kuokoka. Gusenga k'umukiranutsi na maombi ya mwadilifu kugira umumaro mwinshi, yana maana sana. Yasenga mwete akiomba kwa bidii. Bwana sifiwe sana. Turaganira jambo rivuga gusenga. Tutaongea kuhusu kuomba. Wewe unaweza kusenga niki? Kuomba ni nini? Umukristo wese uri muzima abatishwe, kila Mkristo aliyeokoka wize Yesu Kristo kama ni mukiza, anayemwamini Yesu Kristo kama Bwana, haomba kusenga, inafaa aombe. Ni Mkristo atasenga, Mkristo kama haombi aweze kama kundi kumodoka itego sasa. Ni kama gari ambayo haina mafuta. Ni tunasema bora. Mambo yote yanakuwa magumu. Lakini Mkristo alimusimama masengesho, lakini Mkristo akiwa kwa maisha ya maombi, ni tunasema ngedanesi. Mambo yote yanatembea sawa sawa. Hizo kazi tunasema ngedanesi. Anayofanya yote yanatembea sawa sawa. Hadi tena ndio sababu Imana agirishishimo. Na katika nyumba ya Mungu huwa na furaha. Iyo senga tuomulishimo. Tunapoomba uwezo ukakosa furaha. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Kubilishimo ni kanisa ni ngombwa. Kuwa na furaha katika nyumba ya Bwana ni lazima. Kuwa umunyamuka ni ngombwa. Kuwa katika roho ni lazima. Kandi tuwa umunyamuka udasenga. Na hauwezi kutembea kwa roho bila kuomba. Kuwa umunyamuka ili uwe mwenye mtu wa roho. Nuko umusenga Imana. Ni kwa sababu wewe ni muombaji. Ndio kuba Mkristo ina maana ya kwamba Mkristo agomba kuba umusimama masengesho ibihe awe katika maisha ya maombi kila wakati. Umukristo asenga kitu gikomeye muri we. Mkristo bila maombi amekosa kitu ya maana. Leo tunavugisha kusenga. Tutaongea kuhusu maombi. Kusenga, kuomba ni kuganira n'Imana, ni kuongea na Mungu. Kusenga, kuomba ni kukuza n'Imana. Ni kitu ambacho kinafanya tuwe karibu na Mungu. Kusenga ni ufunguzo. Na maombi ni ufunguo. Bila kusenga, tunapoomba amasengesho zaidi yanaweza kushuru. Maombi yanaingia huko mbinguni. Haya watu wengi wasenga Imana. Kuna watu wengi ambao wameomba Mungu. Imana inamuva kandi bakoresha ibintu bitangaza. Na Mungu akawasikia na kutenda maajabu. Haitwani jinsi ziri muri Biblia. Kuna mashujaa katika Biblia. Kandi kugira ngo bandikwe kandi ngo bagere ku rwego. Na kufikia kiwango hicho. Nuko basenze Imana. Ni kwa maana waliomba Mungu. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Kusenga, maombi ndicho kitu chingine. Ndiyo njia moja. Kila chama kingine kwa kumtima Imana. Inayoenda na kufika kwenye roho wa Mungu. Amasengesho ndio yingine. Maombi ndiyo njia pekee. Asagenda kwa kumtima Imana. Ambaye anagusa moyo wa Mungu. Imana ikagirisha ikora. Na Mungu anaguswa na kutenda mambo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Basi Imana
maisha ya maombi. Biblia inasema tangu huko ndani hata Beersheba wakajua ya kwamba Samueli ameingia katika unabii. Ni kwa sababu alikuwa katika kesha. Haleluya. Haleluya. Tuliinue mkono wa Bwana. Haleluya. Danieli waliomba na wakajiongezea maombi. Waezekia waliomba, Mungu akaongeza miaka ya kuishi. Na maombi na kazi za Mungu yanaenda pamoja. Ni kuomba na kutenda kazi. Ezekia akaomba na alikuwa mtumishi wa Mungu. Mungu akamkumbuka. Na wengine katika nyakati hizi zetu wameomba na Mungu akafanya miujiza. Haleluya. Unapoomba inaonyesha kwamba wewe uko katika ufufuo. Kanisa linapoomba ina maana ya kwamba kanisa liko katika hali ya ufufuo. Katika nyumba unapoomba inaonyesha kwamba nyumba hiyo inaishi katika ufufuo. Haleluya. Kuna mambo masita haleluya ambayo yanamaanisha ama yanadhihirisha uamsho katika mtu. Na uamsho hauwezi kuonekana mahali hayo ni mambo ambayo yanatembea. Tutasema mambo sita ambayo yanaonyesha uamsho katika mambo sita ambayo yanaonyesha uamsho katika kanisa. Na nitasema tena sababu saba ambazo zinafanya tuwe katika na njia saba ambazo inafaa tuweze kuomba. Biblia inasema tuombe katika roho, katika hali yote ya maombi, katika kusali. Tuombe katika roho kwa njia yoyote. Amen. Katika kuomba neno la kwanza ambalo linadhihirisha uamsho katika mtu ni kutubu dhambi zake na kujilinda dhambi zake. Unapokiri dhambi zako na kuogopa dhambi ina maana ya kwamba wewe uko katika uamsho. Uamsho si jambo lingine, ni kutubu dhambi. Ni kuishi katika maisha ya kutubu. Haleluya. Na kuogopa dhambi. Unapoogopa dhambi inaonekana ya kwamba wewe uko katika uamsho. Haleluya. Neno la pili ni umoja wa Wakristo. Wakristo wanapoishi kwa umoja, wanapoongea pamoja bila mambo ya fujo katika kanisa, bila fujo katika kanisa. Haleluya. Ina maana ya kwamba watu hawa wameishi katika maisha ya ufufuo. Neno la pili ambalo linaonyesha uamsho katika ni umoja wa Wakristo. Ni kuishi kwa umoja. Umoja huu Wakristo bado wako nao. Umoja huo wanyanakwaya wako na huo umoja. Umoja huo kwa ngazi tofauti uko nao. Haleluya. Lakini kinachoonyesha uamsho ni kuishi kwa umoja, ni kufanya kazi pamoja bila fujo na kelele na mambo mengine. Neno la tatu ni kuwa mwaminifu kwa kazi unayoifanya. Kuwa mwadilifu kwa kazi ambayo unapokuwa mwadilifu. Haleluya. Hayo yanamaanisha wewe uko katika uamsho. Mkristo ni mtu mwadilifu. Unapokosa uadilifu ndani yako, kuna kitu ambacho umekosewa kwa sababu hakiko ndani yako. Kinacho
na bidii katika kazi. ijambo rigaragaza ubususe mu muntu nyakane Neno la hili linalodhihirisha uamsho kwa mtu ni ugukunda ijambo ry'Imana no kurisoma ni kupenda neno na kusoma neno kandi ukagira umwete mu mirimo yose ukora na kuwa na bidii kwa kazi yoyote unayofanya. Bidii. Haleluya. Kugira umwete Ni kuwa na bidii na gukunda ijambo ry'Imana na kupenda neno la Mungu kandi ukunda gusoma ijambo ry'Imana na kupenda kusoma. ijambo bikuri muri wowe Hayo mambo yakiwa ndani yako bigaragaza ubususe inaonyesha wewe uko katika hali ya ufufuo. umuntu yari mu bususe Mtu anapoishi katika hali hii akunda gusoma ijambo ry'Imana anapenda kusoma neno kandi agakunda kumva ijambo ry'Imana na anapenda kusikiza neno, akumva uko haravuga ijambo ry'Imana anapenda asikize wale wanaoongea neno, agakurikirana ijambo ry'Imana anafuatilia neno la Mungu. Haleluya. ijambo rya gatanu gusenga Ni kuomba, ni ukuba mu buzima bw'amasengesho ni kuishi maisha ya maombi, ni naho umutwe w'ijambo twavuze na hiyo ndicho kiini cha neno ikigaragaza ubususe mu muntu kinachodhihirisha uamsho ndani, ni ukuba mu buzima bw'amasengesho ni kuishi maisha ya maombi. itorero riri mu buzima butari amasengesho badasenga Imana Kanisa ambalo halimo katika maisha ya hari ikintu gikomeye baba babuze kuna kitu ambacho wamekosewa katika ariko ikigaragaza ubususe mu bakristo lakini kinachoonyesha uamsho ndani ya ikigaragaza ubususe mu wawe kinachoonyesha uamsho nyumbani, ikigaragaza ubususe muri wowe kinachoonyesha uamsho ndani yako ni ukuba mu masengesho ni kuishi katika ni maombi, ukuba mu buzima bw'amasengesho ni kuishi maisha ya maombi. ese uri mu buzima bw'amasengesho Wewe umo ndani ya maisha ya maombi, uri mu gusenga Imana gute wewe unaomba Mungu vipi? muri wowe kumva bimeze bite Katika ndani yako unajisikia muri vipi? wowe urasenga Ndani yako unaomba? muri wowe urasenga muri wowe Kama wewe ni mwombaji, niba uri mu gusenga muri wowe kama wewe unaomba, niba udashize ibintu byawe imbere kama wewe mambo yako haujayaweka mbele sana usaba ibisubiramo na umeweza kukaa ndani ya mambo yako, baraseza haleluya, ntabwo uri mu buzima bw'amasengesho wewe haumo katika maisha yako, ariko Imana bigomba kuba biri imbere lakini mambo ya Mungu yawe mbele, ibyawe ni inyuma mambo yako yafuatilie, bizinesi zawe ni inyuma kazi zako ziwe nyuma, ibikorwa zawe zose ni inyuma kazi zako zote zifuatilie, ariko umususi lakini wa mwisho ni ukuba mu buzima bw'amasengesho ni kuishi maisha ya maombi. ijambo rya gatandatu Neno la 6, haleluya haleluya, ni ugukuraho inkuta z'ivangura ni kuondoa ukuta wa ubaguzi, ni ugukuraho amacakubiri ni kuondoa ubaguzi. ahari umusho Mahali ambapo kuna uamsho ntabwo habaho amacakubiri hakuna ubaguzi. ahantu hari amacakubiri Mahali ambapo kuna utengano nta bususe buba buhari hakuna uamsho mahali ariko hapo. ahantu hari ubususe Lakini mahali ambapo kuna uamsho harangwa no kwitaba amacakubiri nta macakubiri haba panaonekana mambo ambayo hakuna ni ubaguzi, mu rukundo ni katika upendo, ni ugukorera mu rukundo ni katika kutenda kwa ariko iyo upendo. mubona abantu bishyira mu nzu y'amacakubiri Lakini watu wanapoishi kwa matengano, abantu batangira muri binyanaka watu wanaposema huyu ni abantu fulani, batangira kujya mu tuntu n'utundi watu wanaingia kwa mambo mengi, abo bantu nta bususe buba buhari mahali hapo hakuna uamsho. ariko ahantu hari ubususe Lakini mahali kunaonekana amacakubiri uamsho haba hakuna ubaguzi. birinda amacakubiri Tujikinge na ubaguzi. haleluya Haleluya. abakristo bari mu zurima Wakristo ndani ya nyumba ya Mungu, abakristo bari bakora umurimo w'Imana Wakristo ambao wanatenda kazi ya Mungu ntibaba mu macakubiri hawawezi kuishi kwa utengano. impamvu uri kubona abantu be amacakubiri yabaye Kama mnaona watu wako na ubaguzi, amatora yicara acikagurika muko bwije yuko bukeye makanisa yanatengana kila ni siku, ukubera ko nta bususe buhari ni kwa sababu hakuna ubaguzi. abantu ko barakorera mu mubiri Watu wanafanya kazi kwa iyo abantu kimwili. n'ubundi baba bakora buri kimwiri ntacobogera Watu wanapotenda kazi kwa kimwili hawawezi fikia, ariko bari mu mwuka lakini wanapo katika roho, ibizarasanga bari mu mwuka bose ni amahoro wanapo katika roho yote ni amani. nimubere bari kibaye Tumupe Bwana utukufu. haleluya Haleluya, haleluya haleluya. kwirinda ivangura Ni kuweza kujikinga na mambo ya ubaguzi. izo nizo bintu bitandatu biranga ubususe Hayo ndiyo mambo 6 ambayo yanaonyesha uamsho ndani. niba itorero ry'Imana rifite icyo kintu Kama kanisa la Mungu kuna mambo haya, niba muri wowe ufite icyo kintu kama ndani yako kuna mambo kama haya, uri mu buzuzi wewe uko ndani ya uamsho. haleluya Haleluya. Rwamagambo yanje ataba menshi mutima waje unezerwe ukunda amahoro. haleluya Haleluya. ayi mitima milala nimufatanye
Fungueni maiki. Chocho kigaragaza itegeko ya watu uamsho. Hiyo ndio inamaanisha udhaifu. Haleluya. 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 Uzabikiriza mwikirize Uweze kupokea neno la Mungu. kuko siduguririmshi naririmba mukafasha ngo musikaza muri amacho. Mimi ni si mwimbaji, nikiimba na nyinyi mnanisaidia. Kumalizia taraba kwa musu mwete uturuka bisa. Mwandishi akasema katika mambo ya bidii usiwe wadhaifu. Iyo mtu yabaye cyangwe Unapokuwa mdhaifu, abari mutangwe cyenda zo gusubira inyuma. wewe uko ndani ya zile hatua za kurudi nyuma. Ariko mutaruri wa musho. Lakini unapokuwa katika Asaba tayari muri kitu chote kiba tayari. kila wakati wewe uko tayari kufanya mambo. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema tusenge. Biblia inasema tuombe. Tusenge ashubuka. Na tuombe kwa njia ya Roho. Tekendose. Ni kila wakati. Pia muzabona kazi limbe. Mungu hajasema siku ya kwanza Bora kabiri tuweke. na Jumanne tuache. Pia muzabona kumsisi. Mungu hajasema ni katikati ya wiki. Oya yavuze ngo tusenge ashubuka. Mungu amesema tuombe kwa njia ya Roho Iteka ryose. kila wakati, Mu buryo bwose bwo gusenga. kwa njia yoyote ya maombi. Tusenge ashubuka. Tuombe kwa Roho. Umuka na mafuta ni moteri mu Kristo. Roho ni mafuta, ndiyo nchi ni Umuka ni utubasha gukora imirimo. Roho ndiye anatufanya tuweze kutenda kazi. Umuka ni utuma uririmba bigakunda. Roho ndiye anafanya uweze kuimba na Umuka ni utuma ubwiriza bigakunda. Roho ndiye anafanya uweze kuhubiri, mambo yanaenda vizuri. Umuka ni utuma umutima wawe uneze ukishima. Roho ndiye anafanya moyo wako uweze kufurahia. Ariko utari mu Mungu utakaye. Lakini bila kuwa katika Roho, wewe unakuwa ni ngumu. Unakaa ngumu. Bigauye kwa moto bazabashitura. Ni kama hiyo baiki wanapoikanyaga. Basanga ko yakuba gushitura. Unapata wanakanyaga. Haleluya. Utari mu Mungu bazabashitura. Mkristo ambaye hayuko ndani ya Roho anakanyagwa. Kugira ngo nezerwe no gushitura. Ili aweze kufurahia, bado ni kukanyaga. Kugira ngo atange sadaka no gushitura. Ili aweze kutoa sadaka ni kukanyaga. Kugira ngo akore imirimo y'Imana no gushitura. Ili afanye kazi yoyote ni Ariko kukanyaga. ni Mungu w'Imana. Lakini unapokuwa ndani ya Roho, mambo yote yanatembea. Akantu kose nakora muzima rusubeze. Yoyote inayofanyika hapo unasikia furaha. Abari muzimana. Walio ndani ya nyumba ya Mungu Bibaza baguma kuwekanya. hawana hasira. Abari muzimana. Walio ndani ya nyumba ya Na Mungu makosa bazababona. hawaoni makosa mahali. Abari muzimana tibaza bashurura. Walio ndani ya nyumba ya Mungu hawana Abari muzimana bari kuvuka babamerewe neza. walio ndani ya Roho wanajisikia huru. Batanga haleluya kanezerwa. Wanaposhauti haleluya wanasikia furaha. Babiriza kanezerwa. Wanapohubiri wana furaha. Bavuga kundi bakanezerwa. Wanaposema kwa ndimi wana furaha. Barondogora kanezerwa. Wanapoongea sana ana furaha. Uri mu Mungu nta makosa azabona mu mirimo y'Imana. Aliye ndani ya Roho hawezi kuona makosa. Ariko impamvu abantu bagenda bakora amanalizi. Lakini ni kwa sababu ni nini nafanya watu wachunguze? Ni ukubera kuko abantu hariho bagiye bateguye. Ni kwa sababu hakuna maombi. Hari tegekeya z'amasengesho. Kuna ile usaifu ndani ya maombi. Haleluya. Haleluya. Bibali cyubahiro. Tukupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Bwana simeza. Haleluya. Yakubu burya burindwi. Nasema kuhusu njia zako Tugomba gusengamo. ambazo zinatufaa tuweze Burya kuomba. burindwi tugomba gusengamo. Njia 7 za kuweza kuomba. Burya nta position cyangwa se nta buryo Mukristo atasenga. Hakuna njia ambayo Mkristo hawezi akaomba. Nta buryo utosengamo. Hakuna njia ambayo huwezi ukaomba Nta ndani. buryo utokwigira Imana. Hakuna njia ambayo hauwezi ukaweza kumwomba Mungu. Haleluya. Haleluya. Neno turasoma ngene na Fred ngo adufashe ku Tutasoma, ndugu aweze kutusaidia kusoma. Wegeze mikrofone. Aweze kuchukua kipaza sauti. Bwana simeza. Haleluya. Burya bungahe? Pauza mu buryo bungahe? Njia ngapi tumeongea? Burya burindwi tugomba kugira gute? Njia 7 za kuweza kuomba. Nimumbere bandisha dutagarije. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Burya burindwi tugomba kugira gute? Njia 7. Tugomba gusengamo. Njia 7 za kuomba. Bwana simeza. Amen. Ijambo rya mbere Neno la kwanza ni ugusenga wicaye. ni kuomba ukiketi. Na dusomere Nehemia 1:4. Soma Nehemia sura ya kwanza mstari wa 4. Nehemia igice cya mbere umurongo wa 4. Nehemia 4 mstari wa 4. Banguke. 1 mstari wa 4.
Nehemia igice cya mbere umurongo wa 4. Yego. Bibiri iravuze ngo umaze kumva izo nkuru ndicara ndarira. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira. Niliposikia habari hizo nikaketi na nikalia. Maze kumva izo nkuru. Niliposikia habari hizo. Soma magambo ya Nehemia. Sitaongea sana kuhusu mambo ya Biblia yavuze ngo, lakini Biblia imesema igice cya mbere umurongo wa 4. Sura ya kwanza mstari wa 4. Havuze ngo maze kumva izo nkuru. Niliposikia habari hizo. Ukiwashu wasegise. Kwa maana kwetu kumekuwa ukiwa. Kwa sababu kumekuwa ukiwa. Kuta zimeangushwa. Watu wametawanyika. Nehemia akasema nikaketi nikalia. Ukiomba na kuketi ni ishara ya kuweza kunyenyekea mbele za Mungu. Unapoomba na umekaa ni ishara ya kuweza kunyenyekea mbele za Mungu. Na unanyenyekea na kusikiza umenyenyekea mbele ya Mungu. Niliposikia habari hizo nikaketi nikalia. Haleluya. 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 Hiyo ndio njia ya kwanza ya kuweza kuomba. Ni kuomba tukikaa. Kunyenyekea mbele za Mungu. Neno la pili na kuweza kuomba ni kuomba ukisimama. Nasome Marko 11:25. Soma Marko 11:25. Marko 11 murongo wa 25. Marko 11:25. Gusenga uhagaze. Kuomba ukiwa umesimama. Gusenga pia mkisimama mnapoomba. Haleluya. Haleluya. Uzozuba wanyu usome. Ni muhagarara kugira gute? Munaposimama na kuomba. Ni muhagarara kugira gute nyamaka? Gusenga. Bwana siwe sana. Haleluya. Nukuvuga ngo gusenga uhagaze. Kuomba ukiwa umesimama ni kimenyetso, ni ishara cha kubaha Imana, ya kuweza kumcha Mungu. Kuomba kirumunyacyubahiro wicaye cyangwa se ukiwa huwezi kumpokea mtu mwenye heshima ukiwa umekaa. Kwa kirumunyacyubahiro unapompokea mwenye heshima usihagarara, unasimama. Nukuvuga ngo ina maana ya kwamba njia ya pili ni kuomba tukisimama. Haleluya. Ni kumcha Mungu. Ni kumcha Mungu. Haleluya. Unamcha Mungu. Haleluya. Haleluya. Useme uhagaze, kuomba ukiwa umesimama ni kimenyetso, ni ishara cha kubaha Imana, ya kumcha Mungu. Haleluya. Haleluya. Uomba shepe, hakuna heshimu Mungu kabisa. Uburyo bwa gatatu ni njia ya tatu, ni ugusenga ugenda. Ni kuomba ukiwa unatembea. Usenga ugenda genda. Kuomba ukitembea. Arasoma Abami ba kabiri ni 4:35. Soma Wafalme wa pili 4:35. Abami ba kabiri, Wafalme wa pili ibice ni 4:35. Aya magambo sinasubiramo. Hayo maneno sitarudilia sana kwa sababu ya muda. Ariko gusenga ugenda genda, lakini kuomba ukitembea tembea ni ishara ya kuweza kushinda adui. Ni ishara ya kuweza kukabiliana na adui. Unapoomba ukitembea tembea unakabiliana na adui. Umekabiliana na adui. Haleluya. Ukiomba ukitembea tembea ina faida kubwa. Ukiona mtu anatembea tembea kuna yale ambayo anakabiliana anashinda adui. Haleluya. Hiyo ndio njia nyingine. Gusenga ugenda genda. Omba ukitembea tembea. Jambo la kane, neno la 4 ni gusenga uwamye. Kuomba ukiwa umeanguka kifudifudi. Tunasoma ni Kuva 34:8. Ni kitabu cha Kutoka 34. Musa akaomba akiwa ameangusha kichwa chake, ameanguka kifudifudi. Haleluya.
Amen. Nukuvuga ngo gusenga uramye. Unapoomba umeanguka mbele ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Gusenga uramye. Unapoomba umeanguka kifudifudi. Ni ikimenyetso cyo gutinya Imana. Ni ishara ya kuogopa Mungu. No kwigaragariza Na kuweza kuonyesha Mungu uburemere bwawe. Vile alivyo mkuu. Barasesa. Haleluya. 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 Ni ikimenyetso cyo gutinya Imana. Ni ishara ya kuogopa Mungu. No kwigaragariza uburemere na kuonyesha ukuu wake. Barasesa. Haleluya. 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 Unapoona mtu ameomba na ameinama. Haleluya. Haleluya. Ni ikimenyetso cyo gutinya Imana. Ni ishara ya kuweza kuogopa Mungu. Usana mtu wese watinye. Unapoona mtu yeyote ambaye ameogopa, Tishaka kumureba mu maso. huwezi ukamwangalia usoni. Usana unama utazamukuwa. Unaona chini, unaangalia chini. Kubera kuko Kwa maana wahuye n'umuntu ukomeye. umemwona mtu ambaye ni mkubwa Sasa sana. si mtu wakoreye ikintu kibi. Ama mtu ambaye umemtendea maovu. Tugira amaso yo kumubona. Hauna macho tena ya kumtazama. Uzamuja kuhura nawe kura. Wewe unaangalia chini. Ni ikimenyetso cyo gutinya Imana. Ni ishara ya kuweza kuogopa Mungu. No kwigaragariza uburemere bwawe. Na kuonyesha ukuu wake. Imbaraga zawe. Na nguvu zake. Ubundi bwa gatanu. Njia ya tano. Haleluya. Haleluya. Ni gusenga. Ni kuomba Uzamuye amaboko. unapoinua mikono. Ni gusenga uzamuye amaboko. Unapoinua mikono. Nasome Timotheo wa mbere. Soma Timotheo wa kwanza. Kabiri umurongo wa 8. Sura ya 2 mstari ya 8. Timotheo wa mbere. Timotheo wa kwanza. Kabiri umurongo wa 8. Sura ya 2 mstari ya 8. Gusenga ugize gute? Kuomba kwamba umeinua mikono. Uzamuye amaboko. Kuomba ukiinua mikono. Bibiliya yavuze ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Navuze Timotheo wa mbere. Gusenga uzamuye amaboko. Bibiliya yavuze ngo nuko ndashaka ko abagabo basenga. Nuko ndashaka ko abagabo basenga. Barambuye amaboko yera. Barambuye amaboko agize gute? Yera. Wanaume waombe wakinyosha mikono ambayo ni mikono mitakatifu. Nuko ndashaka ko abagabo basenga. Kwa hivyo nataka wanaume waombe Barambuye amaboko yera. wakiwa wamenyosha mikono mitakatifu. Bwana tuweza. Haleluya. Nuko gusenga urambuye amaboko. Kuomba ukinyosha mikono. Gusenga urambuye amaboko. Kuomba ukinyosha mikono. Ni ikimenyetso. Ni ishara ya kwamba Cyo kuramya Imana. cha kuweza kuabudu Mungu. Ushimira Imana icyo ari cyo. Unayemuonyesha Mungu vile alivyo. Uvuga gukomera kw'Imana n'ubudahangarwa bw'Imana. Unaposema ukuu wa Mungu na nguvu zake. Nukuvuga tuzamuye amaboko. Tunapoinua mikono mbele ya Mungu, Turamya Imana. ni kwa maana tunaabudu Mungu. Gusenga uzamuye amaboko. Kuomba ukiinua mikono Ni ikimenyetso cyo kuramya Imana. ni ishara ya kuabudu Mungu. Uruwera. Wewe ni mtakatifu. Baba Imana yacu. Mungu wetu. Ibyago byose. Viumbe vyote Biragusingiza. wote wa kuabudu. Uruwera Baba Imana yacu. Wewe ni mtakatifu Bwana wetu. Kana mu gitondo. Asubuhi na mapema Turakuririmbira. sisi tunaimba kwa sababu Uri yako. umunyambaraga. Wewe ni mwenye nguvu. Mbese uri umunyamabanga. Wewe ni mwenye rehema. Uri umutatu. Wewe ni utatu. Kandi uri Imana imwe. Pia wewe ni Mungu mmoja. Haleluya. Haleluya. Uruwera. Baba Imana yacu. Mungu wetu. Ibyago byose. Na viumbe vyote Biragusingiza. wa kuabudu. Ibyago byose. Viumbe vyote Bizakura amaboko bituramye. wainua mikono wakikuabudu. Bizakura amaboko birakwemba. Wainua mikono wa kuabudu. Bazakura amaboko mu bitangazo byawe. Wainua mikono wakitaka Gushimira kukuabudu. kukwima. Wainua mikono wakikusifu. Haleluya. 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 Uzamuye amaboko bwese. Unapoomba ukiinua mikono Ni ikimenyetso cyo kuramya Imana. ni ishara ya kumwabudu. Ni ikimenyetso cyo kuramya Imana. Ni ishara ya kumwabudu. Uzosubira mu bawe. Unapofika nyumbani Nubira kwako, mu bawe kuramya Imana. Uzamura amaboko. inua mikono uweze kumwabudu Mungu. Ubwira Imana ngo uruwera. Ambia Mungu wewe ni mtakatifu. Uhoramya Imana uzakomera kw'Imana. Wewe unaonyesha kwamba Mungu ni mkubwa. Kuabudu na kusifu Mungu. Kwani kushima na kuhimbaza Imani. Haleluya. Haleluya. Bwana tumesa. Haleluya. Haleluya. Reka ndangirize kuri ibi bisigaye. Tukitamatisha kwa mambo mawili ambayo Jambo la gatandatu ni gusenga upfukamye. neno njia ya 6 ni kuomba tumepiga magoti. Ni Luka 22 umurongo wa 41. Luka 22 umurongo wa 41. 22 mstari wa
umepiga magoti. Haleluya. 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 Asubuhi, omba mchana, omba hata jioni. Maombi kwa roho ndio Mungu napenda. Usife moyo, zingatia maombi. Haleluya. Kusenga mfukame. Soma. Kuomba umepiga magoti. Biblia inavuze ngo atandukanye nabo atandukanye nabo umwanya uresha n'ahatemba ibuye. Atandukanye nabo aharesha naho umuntu yataribuye. Alipoachana na wao mahali ambapo ni kama pa kuangusha jiwe, Arafukama arasenga. Arafukama. akapiga magoti akaomba. Haleluya. Kamupenya furaha. Anasema Haleluya. atandukanye nabo. Alipoachana na wao Aharesha naho umuntu yataribuye. mahali ambapo unaweza angusha jiwe, Arafukama. akapiga magoti akaomba. Anasema Haleluya. ndimo sikomeye cyane yo gufukama musenyi Imana. Hii ni njia muhimu sana ya kuweza kuomba. Aho usibatini. Mahali hapo sitakaa. Ariko ikimenyetso cyo gusenga ufukama. Lakini ishara ya kuomba umepiga magoti. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo gusenga ufukamye Unapoomba umepiga magoti, nukwerekana ko hari umuntu. unaonyesha ya kwamba kuna mkuu kuliko wewe. Haleluya. Haleluya. Utezeho ijambo rya Yehova. Ni yule ambaye unangojea neno la mwisho kwake. Haleluya. Haleluya. Nukwerekana kuko hari ukuruta. Unaonyesha ya kwamba kuna yule mkuu zaidi yako. Uruciye bugufi. Umenyenyekea, Ugapfukama. umepiga magoti. Werekane kuko hari ukuruta. Unaonyesha kwamba kuna yule aliye zaidi sana. Haleluya. Nukuvuga ngo gusenga ufukamye Tunapoomba na tukipiga magoti ni ikimenyetso ni ishara kigaragaza imbaraga z'Imana ukabona ku Imana. zinaonyesha kuwa Mungu na nguvu za Mungu. Bigaragaza kuko hari ukuruta. Inaonyesha kwamba yeye ni mkubwa zaidi yetu. Isi yose igomba gufukamira. Dunia yote lazima iweze kupiga magoti. Abakomeye n'aboroheje bagomba gufukamira. Wakubwa wote waweze kupiga magoti. Nukuvuga ngo iyo ubonye umugore arafukamye Unapoona mtu amepiga magoti, niba umugabo afukamye kama mwanaume amepiga magoti niba umusore afukamye na kijana akipiga magoti niba abayobozi bafukamye na viongozi wakipiga baba magoti, berekana kuko wanaonyesha ya kwamba nta cyubahiro bafite. hawana heshima. Hari umunyacyubahiro Kuna yule ambaye ako na heshima. barazibaza Haleluya. uruta zose. Yule aliye juu ya yote, Yesu Kristo. huyo ni Yesu Kristo. Tuongeze ku cya karindwi. Neno la mwisho la 7, Gusenga uryamye. kuomba ukiwa umelala. Gusenga ugize gute? Kuomba ukiwa umelala. Soma Matayo 26 umurongo wa 39. Mathayo 26:39. Hapa watu wengine wananungunika. Gusenga uryamye gusenga. Kuomba ukiwa umelala. Shefu we. Gusenga uryamye. Kuomba ukiwa umelala. Imana tubahe. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Gusenga uryamye. Kuomba umelala. Garagaza na dusomere. Soma ndugu yangu. Nasome Matayo. Mathayo 26 umurongo wa 26:39. Yigira imbere ho gato arunama arasenga. Yakira. Yigira imbere ho gatoya aramasenga. Izindi Biblia zazo ngo ararambara. Akajiongeza kidogo mbele na akalala. Arasenga. Akaomba. Bwana sasa. Haleluya. 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 Ugomba gusenga uryamye. Unapoomba ya kwamba umelala, Niyo position ya nyuma. hiyo ni njia ya mwisho, Ikubiyemo zose. njia ambayo inaunganisha mambo yote. Ikubiyemo kuramya. Inaunganisha kuabudu, Ikubiyemo kuniha. inaunganisha kuweza Ikubiyemo gutaka. inamaanisha kuweza kulia, Ikubiyemo kwinginga. inamaanisha kuweza kusihi sana. Nukuvuga ngo ikubiyemo zose. Ni mambo ambayo yanaunganisha mambo yote. Uba urekeje. Umefika mwisho kabisa, Noneho ukaryama gato. unalala kabisa, wewe umefika mwisho. Ubusa n'ubuze kukugira. Ni kwa maana ya kwamba umekosa kitu chochote kabisa. Imana cyubahiro. Haleluya. 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 Nukuvuga ngo gusenga urambara. Kuomba ukiwa umelala Hakubiyemo ibintu zose. ina maana ni mambo yote. Harimo kuramya Imana. Kuna kuabudu Mungu, Abanyambara we. Harimo kuramya Imana. kuna kuabudu Mungu, Harimo kuniha abagore barihira Imana. kuna kulia mbele za Mungu, Harimo kwinginga. kuna kusihi mbele, Harimo guteka Imana. kuna kuhuzunika. Zose bikubiye muno.
neno la maana sana. abuze ikintu gikomeye. Amekosa neno la maana sana. Mkristo Mkristo huyo anagoye kujera. huyo Mkristo ni vigumu kumuongoza. Mkristo anagoye kujera. Huyo Mkristo ni vigumu sana kumuongoza. Lakini unapoomba Mungu, huyo mtu ni rahisi sana. Huyo mtu hana mambo mengi. Roho yake ni nyepesi sana. Roho yake ni nyeupe sana. Roho yake ni nyeupe sana. Mwimbaji akasema katika roho hakuna mambo ya kusema. Na pia hakuna hasira. Walio ndani ya roho wako. Maana ya kwamba Wakristo wako na hasira ni kwa maana hakuna maombi. Hakuna maombi. Mkristo aliye katika maombi hana hasira na chuki. Ni mtu ambaye ako poa. Salama kwa Yesu salama. Kuri Yesu kuriwe na amahoro. Biblia imesema katika mtubu dhambi zenu na mkiombeana ili mpate kuokoka. Na maombi ya mwadilifu. Warumi wanasema maombi ya mwenye haki ina maana sana. Ina faida kubwa. Anapoomba kwa bidii. Anasema kwamba Elia alikuwa mtu kama sisi. Alikuwa kama wewe. Alikuwa kama huyu. Lakini aliomba Mungu ambaye hakuwa na sifa. Ni mtu ambaye hana sifa. Lakini alikuwa na maombi. Alikuwa maisha ya maombi. Sisi tukivaa makoti tunashindwa kuomba. Sisi tunapovaa manguo kama haya tunashindwa. Alikuwa anatafuta asali huko. Lakini alikuwa mwenye maombi. Hiyo nini Mungu anataka kwako? Ewe kijana uliye hapa. Ewe mama uliye hapa. Ewe kiongozi uliye hapa. Ewe mzee uliye hapa. Kuwa katika maisha ya maombi. Unaomba kivipi? Unaomba kivipi? Kiwango ya kuomba katika moyo wako iko aje? Ukweko usengamo umutima wawe bigeze hehe. Mambo yako yanaweza yakapima kilo ngapi? Unalala tangu siku ya Monday hadi Sunday. Mwezi inaisha, mwaka inaisha. Kanisa iko hapa mahali pa kuongea. Vyumba vya maombi zimejaa hapa. Milima ya maombi imejaa. Lakini wewe unaomba. Wewe unaomba. Lakini wanaposema kutafuta pesa, wanaposema pesa, kila mtu amekuwa tayari. Lakini tafuteni pesa sana. Tafuteni pesa sana. Tafuteni pesa sana. Na pia muombe sana. Mambo yote muweze kuyafanya. Kutafuta pesa yasikuwe mambo makubwa ambayo yanafanya maombi ya kusikia. Na maombi usiende kwa maombi sana na ukose kufanya kazi. Yote tuweze kuyafanya. Lakini tukiomba. Ndugu sana, tumemalizia tukisema ajeni tuwe katika maisha. Maombi ya mwadilifu yana maana sana. Anaposali kwa bidii. Bidii ni kitu ya maana sana. Kuwa na bidii kwa kazi yoyote unayoifanya. Haleluya. Ombeni kwa roho. Tambeni mumubili. Si kwa kimwili. Ombeni kwa kiroho. Wakati wowote